inahitaji mgombea makini aliyethibitisha dhahiri uwezo wa kufanya kazi ya maendeleo ya nchi na wananchi wake, na aliyethibitisha uwezo wa kutunza amani, utulivu na usalama wa nchi na uhusiano mwema wa kimataifa. Mgombea huyo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mwenyekiti, uniruhusu tuweke vizuri hapa. Tuweke vizuri hivi. Unaweza ukasahau yote yale ambayo yamewasilishwa jana. Sahau yote ya mafanikio. Nataka ukumbuke jambo moja. Dr. Samia ameingia madarakani katika kipindi kigumu. Amechukua uongozi wa nchi ikiwa imefiwa na mkuu wa nchi. Mtihani mkubwa aliokuwa nao ni kuhakikisha kwamba nchi inabaki kuwa tulivu na salama. Someni historia vizuri. Nchi nyingi changa zikikumbwa na changamoto kama hiyo huwa zinayumba. Mama huyu amebakisha Tanzania kuwa tulivu na salama. Mungu ambariki. Sifa ya tatu ya kushinda uchaguzi ni umadhubuti wa chama cha siasa unaothibitishwa na umoja na mshikamano wa viongozi na wanachama wake, na ambacho kina uzoefu kutoka uongozi wa nchi. Chama hicho kwa sasa kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Na sifa ya nne ya mwisho, ili chama kishinde lazima kiwe na ilani iliyosheheni maudhui yanayobeba na kuakisi matumaini, matarajio na mahitaji ya jamii ya wakati uliopo na maono ya muda mrefu kwa nchi. Tunawasilisha ilani hapa. Tafuta chama kingine kitakachokuja na ilani kama hii. Chama chenye ilani ya kuivusha Tanzania leo na kesho ni Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, napomaliza hotuba yangu, ninaomba tena nikushukuru wewe kwa imani na heshima kubwa ulionipa katika kusimamia mchakato wa kuandaa ilani hii. Ni matumaini yangu na wajumbe wenzangu katika kamati uliounda kwamba tumekidhi matarajio yako, matarajio ya halmashauri kuu na chama chetu kwa jumla. Ni imani yetu kuwa ilani tuliyowasilisha hapa utakuwa ni mwongozo muhimu wa sera za serikali katika miaka mitano ijayo. Nikushukuru zaidi ndugu wajumbe, gharama zote za kuandaa ilani hii zimebebwa na Chama cha Mapinduzi kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu. Na kwa kweli hatukukwama hata kidogo. Na nimshukuru sana Katibu Mkuu Comrade Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye muda wote amekuwa karibu na sisi. Alipatikana mpaka usiku, nikimtext nikimpigia alinipa mwongozo, na pale ambapo tulikuwa na maeneo magumu nilimwambia hili jambo vipi, aliwasema Mheshimiwa Mwenyekiti, wakatupa mwongozo. Ndugu yetu huyu mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi, Mungu ambariki sana. Na kwa kweli kila nilipokutana naye na kumpa mrejesho, nilitamani sana nimuulize, hivi ilikuwaje mimi Kitila Mkumbo nikapewa kazi nzito, lakini nilishindwa kumuuliza. Hata hivyo jana tunaandaa hotuba hii nikakutana, Mungu aliniongoza nikakutana na maandishi kutoka Mhubiri 9:11
naomba ninukuu. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Baada ya kusema nilipata faraja kwamba haimaanishi kwamba mimi na wenzangu tukawe kazi ni wa maana sana na tunaongozwa sana kuliko wanachama wenzetu. Ni kwamba katika kipindi hiki, wakati huu, bahati na wakati ulimpata Kitila na wajumbe wenzake. Ndugu mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa heshima uliotupa. Mungu akubariki. Na nimalizie kuwashukuru sana wajumbe wenzangu wa kamati ndogo ya kamati kuu kwa ushirikiano walionipa katika kazi hii. Kwa kipekee kabisa